Nitengenezee logo ya kampuni ya kuuza mafuta ya kula. Jina ni Eden Cooking Oil. Tumia rangi nyekundu na njano, iwe nzuri na simple. Okay. Sasa hatua ya kwanza tunaenda kuangalia ni maneno gani au jina la kampuni ni lipi. Jina la kampuni ni Eden. Kwa nitaandika hapa Eden. Kisha andika hapa, itaona imetokea ndogo hapa, nitakuza. Tunaona Eden inasomeka hiyo. Sasa kwa kuwa Eden inasomeka, nataka nibadilishe font. Na font mara nyingi ninayopenda kutumia mimi ni Poppin. Nitakuja hapa, nita select Poppin. Nikisha select Poppin, nataka kitu kiwe simple, kisiwe distracting. Maana siku zote logo inabidi iwe simple, isiwe distracting. Na ukiangalia logo zote kubwa, Nike, Adidas, sijui nini, zote ni ziko simple, ndogo, ziko memorable. Logo ikiwa na mambo mengi mara nyingi inaharibu muonekano au interface ile ya logo na kufanya watu wasikumbuke kwa urahisi. Kwa hiyo sheria namba 1 ya biashara ni kuwa na logo au brand identity ambayo iko simple and memorable. Kwa hapo tunachoenda kufanya sasa, naenda kutengeneza, nachukua rangi ambayo amenipa mteja, let's say kwa size, let's say niweke red ili nisichanganye. Nikishafanya hivyo na right click, nikisha right click na kuja kwenye create outlines na separate. Nikisha separate, kuna kitu tunataka nifanye hapa. Nataka hii Eden iwe ya kitofauti. Nita select point yangu hii hapa, then nita select na nitaminya shift, nita select na hii, then nita move, let's say hadi hapo. Nikisha move hadi hapo, tunaona nimetengeneza kitu hicho hapo. Kwa kuwa nimetengeneza kitu hicho hapo, naona bado. Kwa nenda kuja hapa kwenye pen tool, nitaminya point hii hapa, then nitaminya shift, kuminya straight line, nitaminya hapo, nitashusha select mstari wangu kwa pamoja, afu nitashusha chini kidogo. Nataka ni cut out ionekane hii kama imeingia ndani. Nikishafanya hivyo, natengeneza tena mstari wangu kwa chini hapa. Natengeneza mstari wangu kwa chini hapa. Nitaminya shift, kuminya straight line, then nita select mstari wangu, nita move juu kidogo, tengeneze kitu hichi hapa. Nita highlight zote kwa pamoja kwa kutumia direct selection. Nikishatumia direct selection na kuja kwenye shape builder. Shape builder tool inasaidia ku cut out na kuweka fill sehemu ambazo nahitaji iwe na. Kwa nitakachofanya hapa, nita zoom in, nita cut hapo. Kati hizi sehemu ambazo zimezidi. Nikisha kati hapo, mwana nikiselect size, nakuwa nimepata kitu hicho hapo. Rudisha. Nachokitaka size ni kutengeneza kitu hichi hapa. Nitakuja hapa, nita select, nitakuja hapa kwenye point. Hii point nataka ni move kidogo upande huu hapa. Tengeneza kitu hichi, kuna hii iko nyuma hapa na delete. Nataka nitengeneze Eden hii hapo. Nitaminya shift, hizi nasogeza nyuma kidogo hapo. Hii nitaisogeza nyuma kidogo, sionekane ziko mbali sana. Kwa hiyo itakuwa signature ya Eden. Yaani mtu akishaona Eden anajua ni nini. Kwa hiyo nitakachoenda kufanya sasa hizi ni Eden Cooking Oil. Nitakuja hapa, nita type Cooking Oil. Kisha type Cooking Oil, nita select, nita zoom in. Sasa zile nilitumia Poppins ambayo iko bolded. Sasa naenda kutumia ambayo ilikuwa extra bolded, sasa naenda kutumia semi bolded. Kwa bolded tofauti kidogo, then nitaminya I. Nikishafanya hivi, kwa hapa nimekuwa nimetengeneza maneno yangu kwanza, then naenda ku create shape ambayo itafanya logo yangu ya PM more visible. Then nitaziselect zote kwa pamoja, nita right click, nitazigroup. Nikishazigroup nitashusha chini kidogo, nitaminya shift kidogo hadi hapo. Then nitakuja kutengeneza shape yangu. Nitachukua pen tool. Kisha kuja kuangalia, mostly unatumia tools chache. Uzuri wa Illustrator ina vitu vingi, lakini unaweza kutumia tools chache kuhakikisha
unapata jambo lako linakuwa sawa. Kwa nikishafanya hivyo, mara nyingi lazima uangalie na kitu unachokifanya, biashara unayoifanya au wewe design unayomtengenezea mtu, lazima uangalie design hizi zinakuwa katika mfumo gani. Mara nyingi zinakuwa katika kama custom fulani hivi, aziwi logo kama hizo za kampuni au logo za biashara nyingine. Logo za brand kama hizi mafuta nini zinakuwa tofauti kidogo. Kwa ninachoenda kufanya sasa hizi, naenda ku create shape yangu. Nitaminya na create shape kwa chini. Kwa nitaminya hapa, nitakuja hapa katikati, nitaminya hivi, nitakuja hapa kwenye engo hii hapa, nitaminya shift, then kisha fanya hivyo, nitakuja hapa pembeni kidogo, nitaminya shift, nitaminya hivyo, nitakuja hapa niweze kashapu fulani hivi, nitakuja hapo, nitaminya hapa, nitakuja hapa, nitaminya hii, nitakuja hapa, tengeneza shape yangu hii, tengeneza shape hii hapa. Sasa unaona haijakaa vizuri, nataka ni refine, niiweke sawa. Nitakuja hapa na shape kidogo hizo kutumia handle, na hii na move kidogo, change font yangu ya cooking oil ili ionekane. Then unavyotumia endo vizuri, unakuwa unaitengeneza ile shape unayoitaka. Okay, nitaitengeneza itakuwa hivyo. Nikishamaliza nataka nitengeneze na shape ya nje yake. Kwa nje nataka iwe hivi, nitakuja hapa, nitatengeneza endo yangu, nitaminya shift kwa strip kwa curve nzuri. Nitakuja na hapa katikati, nitaminya endo zangu zitokee, tengeneza. Nitakuja na hapa chini, nitaminya endo zangu. Nitakuja hapo, tengeneza shape yangu hii. Nitakuja hapa, badilisha rangi hapa, nitalifaini hadi hapo. Then kishamaliza, nataka fonti zangu nizichange ziwe white ili iwe visible sana. Lazima uangalie na color contrast kupitia rangi moja na rangi nyingine zina color contrast kiaje. Hapa nitakuja nitaweka nyekundu, ya chini nitakuja nitaiweka rangi hapa. Then kisha tengeneza hivyo, nakuja kuchukua shape zangu ambazo zitaashiria kwamba haya ni mafuta. Sasa na shape zangu nilishazitengeneza kama hii ya alizeti, nitakuja nitaiweka hapo kwa juu. Then nitakuja nitachukua mafuta, drop ya mafuta, nitakuja nitaiweka kwa hapo kuashiria kwamba haya ni mafuta. Then lise nikuze kidogo iwe visible. Hii nitasogeza hapa kidogo kuonyesha kwamba mafuta yanatoka kwenye alizeti. Nikishamaliza hapo, fonti yangu hii nataka iwe na rangi hii. Control Z, edit, undo. Fonti yangu nataka iwe na rangi hii hapa. Then hii nataka niipe gradient. Nitakuja kwenye window hapa, nitachoose gradient, erase gradient,
choose gradient hapa. Kisha choose gradient, nitakachokifanya nitaminya, itatokea gradient hii. Nitakuja kwenye rangi nyeusi ilipozidi huku, nitakuja nita select rangi yangu. Umeona? Alafu na huku kwenye nyeupe huku nitakuja nita select rangi yangu, lakini hapa nataka ipauke kidogo. Upande huo nataka ipauke kidogo. Okay, kidogo. Shamaliza, na hiyo ndio logo yangu ya Eden Cooking Oil.